malezi na makuzi kwa mtoto? Karibu. Asante mtangazaji. Kwanza, malezi na makuzi ni maneno mawili tofauti. Malezi ni mchakato wa kumlea mtoto kuanzia anavyokuwa, kihisia, kimwili. Yaani ni mchakato ule mzima wa ukuaji wa mtoto. Lakini makuzi inakuwa ni matokeo ya malezi. Kwa hiyo mtoto amekuzwa vipi huyo? Ndio maana mtoto anaweza akakosea akaambiwa umekuzwaje huyo? Maana yake inakuwa ni implication au ni effect ya namna ambavyo mtoto amelelewa. Amelelewa na nani? Anatakiwa alelewe na jamii, alelewe na wazazi, alelewe na walezi, au alelewe na mtu yeyote katika jamii, kwa sababu malezi ni ya kwetu sote. It takes a village to raise a child. Yes. Sawa, umesema malezi ya mtoto ni kwa kila mmoja. Yes. Tukiangalia katika jamii zetu, Yeah, kwa sasa hivi malezi ya mtoto ni tofauti na kipindi cha nyuma. Kwa sababu kipindi cha nyuma Veronica ana uwezo wa kumwelekeza mtoto wa Imelda kwamba aende hivi. Je, tukiangalia kweli katika maisha ya sasa, hayo malezi ya kwamba kila mmoja ana wajibu wa kumlea mtoto wa mwenzio kama mtoto wake, ipo kweli Veronica ukiangalia? Naweza nikasema kwamba kinachotuathiri sana ni utandawazi, ambayo imekuja kuwa ni changamoto, kwamba mzazi anaona kwamba mtu mwingine akimkanya na kumuonya mtoto wake ni anamuonea. Kwa hiyo kuna namna ambavyo jamii imelega sana katika kulea watoto kama kwa pamoja, kwamba nguvu moja inahitajika katika kumraise mtoto. Kwa hiyo unakuta mtu anaweza akamkuta mtoto wa mtu amefanya jambo baya la hatari, ambalo kila mzazi au mwanajamii anatakiwa apaze sauti na kukemea. Ila ukimkemea mtoto wa mtu au hata kumshtua, hata kumwadhibu, Biblia inavyosema kwamba usimnyime mtoto fimbo, kwa sababu ukimnyima akiharibikiwa utadai wapi pia wewe. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo sasa tunakuja kuona kwamba ukimwadhibu mtoto wa mtu hata kwa kumfinya, yaani mzazi wake unakuta na kufungia kibwebwe, mama huyo amekuja, mtoto wangu nimemzaa mwenyewe, wewe nani unipigie Kwa hiyo unakuta kwamba kila mtu jamani. Na ndio maana sasa hivi unaona kwamba hali imekuwa imebadilika sana, especially kwenye masuala ya malezi. Mtoto hata anaweza akamjibiza mzazi wake, akamtukana yeyote. Yaani kiukweli maadili yanaenda mrama kwa ajili ya ujuaji wetu sisi wenyewe. Na kuna ile kauli tunaipata, labda umemwadhibu mtoto wa jirani yako, anakuambia haujui uchungu wa mtoto. Haujui uchungu wa mtoto. Na ukute wewe unaambiwa hivyo na una mtoto. Hiyo inakuwa hivyo kwa sababu basi tu mtu anaweza akaapa tu kwamba mimi mtu anipigie mtoto wangu. Lakini mtu hawezi kuwa kichaa akamwadhibu mtoto bure. Kwanza ili muweze kulea vizuri katika jamii, lazima mtoto huyo akiadhibiwa unatakiwa ukae upande wa yule mzazi, ili mtoto ajue kwamba hivi kumbe mimi si tu ni mkwepe mamangu au baba yangu ndio nifanye jambo ambalo mimi naona kwamba ni sahihi kwangu, lakini kwa wazazi wangu sio sahihi. Kumbe macho yapo mengi duniani yananitizama. Kwa hiyo unakuwa unamwekea ule mtoto kwenye nafasi ambapo atakuwa anaogopa pia kufanya matendo ambayo sio mazuri, kwa sababu